mwanamke. Kwa mfano mwanamke huyu amefanya tendo la ndoa kwa hiari yake, ametongozana na mume wake kwa hiari yao, wakafanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani, wote wawili kafara inawalazimikia kuacha huru mtumwa. Kama hakuna mtumwa, watafunga miezi miwili kwa kufuatana. Sasa mwanamke huyu ameanza kufunga miezi miwili kwa kufuatana, kati na kati ikamtokezea ada yake ya mwezi siku 7. Afanyeje? Je, aanze mwanzo? La, kwa sababu ada ya mwezi ni dharura ya kisheria. Ikimalizika dharura ya kisheria, anaendeleza pale pale alipofikia. Ikiwa ni dharura ya kisheria, ima ni ada ya mwezi au ni maradhi au ni safari au ni nifasi, chochote kitakachokuwa katika vitu vya kisheria tulivyoona huko nyuma, basi ikiwa ni mathalan masala ya maradhi au safari au hedhi na nifasi au mimba na kunyonyesha, yani kitu cha kisheria kikamzuia yule mwanamke kufunga, ikiwa hivyo, basi huyu mtu atastop pale, ataendeleza insha Allah pale atakapopata fursa na ule udhuru wake kuondoka. Kwa hiyo hii kesi ya miezi miwili kufuatana itakuwa pale mtu hana kosa lolote la kisheria, hana dharura yoyote ya kisheria, akafunga kama wiki moja wiki mbili, kisha akastop yeye mwenyewe. Akistop, akitaka kuanza ataanza tena mwanzo upya. Kwa nini? Kwa sababu hana udhuru wa kisheria uliomzuia kufuatanisha ile miezi miwili, na hii miezi miwili lazima ni sharti ifuatane. Kwa hiyo bila ya udhuru wa kisheria mtu ataanza mwanzo upya. Fa in lam yastati, iwapo hawezi kufunga kwa sababu ya ima utu uzima wake au maradhi yake alionayo, hawezi kufunga miezi miwili kwa mtawalio, lazima atavunja kati na kati. Pengine ni mzee, mtu mzima, hana nguvu, alizidiwa mchana wa Ramadhani akafanya tendo la ndoa na mkewe, lakini kufunga hasa miezi miwili mtawalio hawezi. Huo mwezi mmoja anapata tabu, itakuwaje kwenye mwezi wa pili? Basi hapo sasa anasema at'ama, atalisha 60 miskinan, masikini 60, lihadithi Abi Hurairata radhiyallahu anhu. Na hayo yote tunayapata kwa hadithi ya Abu Huraira, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuiradhi.